Haleluya, karibu sehemu ya 3 ya shule ya ukombozi. Tuko sehemu tunazungumzia wokovu, na nimekwambia huwezi ukazungumzia ukombozi bila wokovu. Ili ukombozi uwe wa kudumu, lazima wokovu uwe imara. Lazima mtu awe na maarifa ya wokovu. Amen. Na wokovu ni moja ya darasa la mwanzo kabisa ambalo kila Mkristo lazima alipitie ili ajue, kwa sababu kama hajafundishwa vizuri kwenye wokovu, msingi wake ni mbovu. Na msingi unavyokuwa mbovu, hata kama ni mtu mwenye haki, hakika njia zake huharibiwa. Karibu sana sehemu ya 3, na ningependa nianze kwanza, andika, kwa sababu tunaendelea na somo la wokovu. Andika, je, wokovu unaweza kupotea? Can someone lose his or her salvation? Je, wokovu unaweza kupotea? Kuna watu wao wanafikiri akiokoka basi amemaliza, na kuna watu wanawadanganya. I'm telling you, it is very possible. Unajua kwa sababu gani? It is very possible kabisa wokovu wako kaupoteza. Ndio maana maandiko yanasema aliyesimama angalia asije akaanguka, asijisifu. Si ndio? Hiyo ina maana kama ni kuanguka, maana yake nini? Unaweza ukaokoka kabisa ukaishi maisha mazuri alafu kaanguka. Kwa sababu gani? Nikwambia, ambaye ataenda mbinguni ni yule aliyeokoka. Sasa kama you cannot lose, huwezi kupoteza wokovu wako, maana yake hata ukitenda dhambi bado utaenda mbinguni. Hiyo sio kweli. So watu wengi wamewadanganya watu, wanafikiri ukiokoka kazi imeisha. Nakumbuka kuna mwanzoni kabisa nimefungua channel yangu, kuna mtumishi mmoja akauliza, kwa hiyo mtumishi, nikiongozwa sala ya toba hata nikifa naenda mbinguni moja kwa moja? Sasa nikawa najiuliza, huyu anamaanisha ukiongozwa pale pale, au ndo kazi imeisha unaendelea na kudunda, kubadili wanawake, kubadili nini na kufanya nini? By the way, nikusomee Luka 8:12. Naomba tuende polepole. Luka 8:12 inasema nini? Wale wa karibu na njia ndio wasikiao, kisha huja Ibilisi akaliondoa hilo neno mioyoni mwao, wasije wakaamini na kuokoka. Ngoja nikwambie kitu. Huyu mtu ambaye tayari ana neno ndani yake, sawa, ambaye alikuwa anaamini, kwa sababu mpaka unakuwa na neno ndani yako, maana yake tayari una imani. Kwa sababu imani ni nini? Imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Neno mpaka linatoka kwenye kichwa chako huku juu linaingia kwenye moyo, tayari hiyo inaitwa imani. So huyu alikuwa ni mtu wa imani, lakini kilichotokea ni nini? Ibilisi akaliondoa hilo neno moyoni. Maana yake nini? Imani yake ikaharibiwa, wasije wakaokoka. Hii kusaidia kuelewa, mtoto wa Mungu, kwamba ukiona umesimama kwenye imani, endelea kunyenyekea, kwa sababu wokovu ulionao sasa hivi unaweza kuupoteza, kwa sababu nje ya neno la Mungu hakuna wokovu. Nje ya imani hakuna wokovu. Yaani kuokoka kunahitaji kumkiri Yesu kuwa Bwana na kuamini moyoni mwako tu kwamba alikufa na kufufuka. Lakini maisha ya wokovu yanahitaji neno la Mungu kuliko kawaida, kwa sababu ukipungukiwa na hili neno, shetani lazima atakuja. Kwa sababu maisha ya wokovu, mjaribu ni lazima aje, kwa sababu hii ni safari ya imani, na mjaribu akija bila neno la Mungu huwezi kumshinda. Yesu kwenye Mathayo 4 alimshinda kwa sababu alikuwa na neno la Mungu. Maana yake mtu yote aliyeokoka alafu akadharau kusoma neno la Mungu, mjaribu akija atamletea maneno, Mungu hakupendi. Si unaona shida unayopitia? Na yeye anasema ndio, ni kweli. Watu wanafikiri yale majaribu ya nyikani ya Yesu hayapo. Yapo hadi leo. Na shetani siku hizi haji na mapembe yake. Usifikiri nyoka utamuona anakuja, no. Kwenye mawazo yako huko utaanza tu kujiuliza,
Mimi naomba kila siku, nasali. Lakini kwa nini maisha yangu magumu hivi? Ni shetani ameshaanza kukuuliza hayo maswali. Baadaye unaanza kusema Mungu anipendi. Unaanza kumjibu shetani vitu ambavyo ni kinyume na maandiko. Maandiko yamesema nini? Ukisoma Yeremia nasema nimewapenda kwa upendo wa milele. Sitawaacha mpaka mwisho wa dahari. Wewe tayari ushaanza kunukuu mistari mingine ambayo ni ya shetani, sio ya kwenye Biblia. Maana yake ni nini? Mjaribu kaja amekushinda kwa sababu huna neno. Hakuna ambaye anaweza kudumu kwenye maisha ya wokovu kama hana neno la Mungu. Lakini kumbuka neno la Mungu linaweza kuchukuliwa. Siku hizi ni very easy. Unaingia tu kwenye kanisa ujui hata umekaa wanaanza kukufundisha vitu ambavyo havipo. Na wewe kwa sababu vinalingana kidogo na neno, kama you are not matured enough, unachukuliwa na yale mafundisho. Kuna mafundisho ya ajabu sana siku hizi. Yaani watoto wa Mungu muwe makini. Nimekujibu, je, wokovu unaweza kupotea? Nimekujibu ndio. Kwa sababu adui anaweza akachukua neno la Mungu kwenye moyo wako na usiamini. Imani ikaharibiwa. And therefore, ulichokuwa kiamini mwanzo usikiamini. Usiwe tena umeokoka. Andika tena hiki kitu kwa herufi kubwa, unaweza kuruka mstari. Kuokoka sio jambo la kimwili. Kuokoka sio jambo la kimwili. Tunaposema kuokoka sio jambo la kimwili. Tunaposema kuokoka ni jambo la kiroho. Ndio maana ni jambo linalohusisha moyo, sio akili za kibinadamu. Ni jambo chochote kinachohusisha moyo ni kitu cha kiroho. Sema amina kama unanielewa. Ngoja nikuonyeshe kitu kwamba kuokoka sio jambo la kimwili, kwa sababu kulikuwa na mabishano kwenye maandiko kuhusiana na hili jambo. Matendo ya Mitume 15:1 inasema nini? Wakashuka watu waliotoka Uyahudi wakawafundisha wale ndugu ya kwamba msipotahiriwa kama desturi ya Musa hamwezi kuokoka. Yaani hao walichofundisha ni nini? Kuokoka ni kitu cha kimwili, kwamba usipotolewa hilo govi hauwezi kuokoka. Lakini tusome mstari wa pili, Matendo ya Mitume 15:2. Basi baada ya Paulo na Barnaba kushindana na watu hawa na kuhojiana nao sana, ndugu wakaamuru kwamba Paulo na Barnaba na wengine miongoni mwao wapande kwenda Yerusalemu kwa mitume na wazee kwa habari ya swali hilo. Maana yake Paulo na Barnaba walipinga kile ambacho kimetamkwa. Ndicho ambacho kinaendelea hadi leo. Kuna watu wanaamini kabisa kuokoka ni kitu cha kimwili. Yaani anafikiri kuokoka ni kabila fulani, kuokoka ni dhehebu fulani. Kuokoka, yani wanafikiri kuokoka ni kitu cha kimwili. Na kuna wengine wanaamini kuokoka ni wingi wa maji na uchache wa maji. Wameshasahau kwamba kuokoka sio kitu chivizi. Kuna alama zinazokuonyesha, lakini si kitu cha kimwili. Na kitu kikisha kuwa cha kiroho maana yake kina kiwakilishi tu kwenye ulimwengu wa mwili. Sijui kama tunaelewana mpaka hapo. Sawa Ni kitu cha kiroho kwa sababu gani? Hapa ndo maana tunakuta watu wanaongozwa sala ya toba wanaendelea kuishi maisha ya giza. Kwa sababu ni kitu cha rohoni, maana yake lazima kiingie moyoni. Ukikifanya kwa moyo utaona matokeo. Ukikifanya kwa kichwa hauwezi kuona matokeo. Ukikifanya kwa mwili huwezi kuona matokeo. Kitu chochote cha kiroho ili kiweze kuwa na matokeo lazima ukifanye kwa moyo. Yaani katika roho. So mtu atakuja anaongozwa sala ya toba tu, nimekosa, sitarudia tena, nisamee baba, nisamee. Anatamka tu wala imgusi. Ndani yake hajadhamiria, hakuna utayari, kwa sababu Mungu anaangalia utayari. Baada ya wiki amerudi kule kule tena. Ukiona unarudi hivyo, angalia moyo wako, Amen. Baada ya kuwa nimekufundisha hapo, naomba uandike kichwa cha habari kinaitwa nafasi ya Roho Mtakatifu katika wokovu. Nafasi ya Roho Mtakatifu katika wokovu. Kitu cha kwanza unapaswa uelewe, hakuna ambaye atadumu katika wokovu bila Roho Mtakatifu.
hakuna ambaye atadumu katika wokovu bila Roho Mtakatifu. Hayupo. Na hii utagundua Yesu aliwaambia mitume wakae ndani wasitoke mpaka ule uwezo wa Roho Mtakatifu ushuke juu yao. Kwa sababu maisha ya wokovu, my friend, ni vita. Na vita yoyote huwezi kaishinda bila Roho Mtakatifu. Kuna vita ya dhambi ya ajabu sana. Okay? Namba 2. Katika ubatizo unapozaliwa upya katika Roho, unapokea pia Roho Mtakatifu. Hiki watu lazima wajue. Hiki tulikuwa kinanichanganya, ikabidi Mungu akanipa neema ya kupita kwenye maandiko. Sema amen. Katika ubatizo unapozaliwa upya katika Roho, unapokea pia Roho Mtakatifu. Sawa? Yes, kwa sababu unapobatizwa unabatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Sio tu kwamba unaokoka kwa maana ya kwamba kuanza upya kumpokea Yesu, ila pia unampokea Roho Mtakatifu na Baba. Sema amen. Sasa baada ya kumpokea, hiyo ni hatua ya kwanza. Umenielewa? Kumpokea ni tofauti na kujazwa. Naomba nikusomee Matendo ya Mitume 2:38. Kilichotokea ni nini? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. So baada ya kupokea ondoleo la dhambi ambalo linakuja kwa ubatizo pia, sawa? Kwa sababu moja kitu ambacho ubatizo unafanya ni ondoleo la nini? La dhambi. Kitu kingine ambacho unapata kinaitwa nini? Naitwa Roho Mtakatifu. Na huo ndio uokovu. So alichokuwa anazungumzia hapa Petro ni kwamba mnapaswa kuokoka. Lakini angesema tu kuokoka wasingeelewa. Kwa anazungumzia swala la toba, anazungumzia swala la ubatizo. Sawa? Alafu na kumpokea Roho Mtakatifu. Maana yake ni nini? Roho Mtakatifu ni wa muhimu sana kwenye safari ya wokovu. In short, hakuna wokovu nje ya Roho Mtakatifu. Hakuna wokovu. Kwa sababu kwanza dhambi huwezi kuishinda. Si utakuwa unarudi pale pale, rafiki yangu. Kwa sababu dhambi kisha kushinda wewe, maana yake ni nini? Umeokolewa kutoka kwenye ufalme wa giza, umetolewa kwenye utumwa wa dhambi. Alafu dhambi na kushinda, maana yake si utarudi kwenye utumwa. Hakuna wokovu, andika hiyo. Hakuna wokovu nje ya Roho Mtakatifu. Yohana 3:5. Yesu akajibu, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Yaani kuingia ufalme wa Mungu hawezi kuokoka. Umenielewa? Mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho. So apart from kubatizwa kwa yale maji, hapa wajataja kwa mto, kwa maji na kwa Roho. Umenielewa? Yes, hawezi kuingia ufalme wa Mungu. It is impossible. Kuzaliwa kwa Roho maana yake ni nini? Kujazwa Roho, kumpokea Roho Mtakatifu, kuongozwa na Roho Mtakatifu. Ukishazaliwa na Roho maana yake wewe ni roho. Yaani ni short, mtu yoyote ambaye anaenenda katika mwili hawezi kuingia kwenye ufalme wa Mungu, kwa sababu aliyezaliwa na Roho ni roho. Ukisoma mstari wa 6, Yohana 3:6, hapo chini, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. That means tunaposema kubatizwa kwa maji na kwa Roho, umeelewa maana yake ni nini? Inahusisha toba pamoja na kuongozwa na Roho. Lakini unapobatizwa unabatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. So alichokuwa anazungumza hapa Kristo lazima ukielewe. Alichokuwa anamaanisha kwamba hakuna wokovu nje ya Roho Mtakatifu na hakuna wokovu nje ya toba. Umenielewa?
Yes, ndio maana kuna kitu kinaitwa sala ya toba, kwa sababu kama hujasamehewa dhambi, hujahama upande wa giza, hujaja kwenye nuru, yani hujaokoka bado. Sema amen. Kitu kingine, kumpokea Roho Mtakatifu ni tofauti na kujazwa Roho Mtakatifu. Aliyejazwa na Roho Mtakatifu huwa anadhihirisha karama za Roho Mtakatifu. Nawapa homework wote mkaniandikie zile karama 9 za Roho Mtakatifu. Utanitumia inbox. Okay? Uniandikie zile karama 9 za Roho Mtakatifu. Hizo karama zote zinadhihirishwa kwa mtu ambaye amejazwa, sio aliyempokea. Sawa? Kwa sababu mtu anaweza akampokea Roho Mtakatifu na akamzima. Somo wa Thessalonike 5:19. Wa Thessalonike wa kwanza 5:19. Inasema nini? Msimzimishe Roho Mtakatifu. Umenielewa? Ukimpokea Roho Mtakatifu alafu kashindwa kujaa Roho Mtakatifu, utamzima. Na mtu aliyempokea Roho Mtakatifu haitoshi, lazima hakikisha anajaa. Sasa unajaa vipi Roho Mtakatifu? Utajaa Roho Mtakatifu kwa kujaa neno la Mungu na kumuomba Roho Mtakatifu akujaze. Japokuwa hapa pia unaweza ukawekewa mikono, lakini sio lazima uwekewe mikono, kwa sababu kuna watu wengi hata kwenye madhabahu wamejazwa sio kwa kuwekewa mikono. Mwingine yupo kwenye maombi tu, Roho Mtakatifu akashuka akamjaza. Hapo ndo mtu anaanza kunena kwa lugha. Zoezi la kujazwa Roho Mtakatifu ni kila siku. Ndio maana nimekuambia ni kujaa kwa neno la Mungu. The more unalisoma neno la Mungu ndivyo unajaa Roho Mtakatifu. Unavyojaa Roho Mtakatifu ndivyo unajaa nguvu za Roho Mtakatifu. Sio, unanielewa? Kuna watu wanafikiri kujaa Roho Mtakatifu ni siku moja tu kazi imeisha. No. Siku ambayo alishuka ukanena kwa lugha ni muhimu, ndio alikujaza, lakini lazima uendelee kujaa Roho Mtakatifu. Yaani maisha yako ya mwaka huu lazima yawe tofauti na mwaka unaokuja. Na hayawezi yakawa tofauti kama uendelee kujaa Roho Mtakatifu. Unajaa Roho Mtakatifu kwa namna gani? Kwa kujaa neno la Mungu. Sema amen. Ngoja nikuonyeshe hapa maandiko. Matendo ya Mitume 10:44. Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliolisikia lile neno. Kilichofanya Roho Mtakatifu awajaze, awashukie ni nini? Ni lile neno. Walilisikiliza wakajaa neno, alafu neno likasababisha Roho Mtakatifu ashuke. Sio kama tunaelewana mpaka hapo? Yes. Ni muhimu sana ujue hiki kitu. Hakikisha unakuwa mtu wa kusoma neno, kwa sababu kama hautakuwa mtu wa kusoma neno, rafiki yangu, ndio utakuwa unauliza, ndio jamaa, natamani kujazwa Roho Mtakatifu, natamani kujazwa Roho Mtakatifu. Na usisome neno kama gazeti. Lazima ulitafakari. Zemona litafakari na kulisoma, ndivyo unavyojaa neno. Zemona jaa neno, ndivyo unampa nafasi Roho Mtakatifu. Ndio maana moja ya njia ya kujaa Roho Mtakatifu ni kutafakari neno la Mungu. Hautajipima kwamba nimejaa au vipi, lakini with time utakuja kuona matokeo. Uzuri mambo ya kiroho yadanganyi, yanahitaji uvumilivu tu. Uokovu, naomba andike kwa herufi kubwa, acha nafasi. Uokovu ni mchakato. Yes. Uokovu ni mchakato. Uokovu sio jambo la siku moja. Uokovu ni bure. Maisha ya uokovu unalipia gharama. Ndio maana utaweka bando ili usikilize mafundisho. Maisha ya uokovu yoyote yanahusisha maarifa. Unajua watu wengi wameokoka, wamebatizwa, alafu akaendelea kuwa anaingia tu Jumapili kanisani. Ndio maana hao ndio wanaenda kwa waganga. Wamesharudi kwenye giza na hawajui. Wamebatizwa ndio, lakini tayari wameshaharibu maisha yao na hawajui. So andika kichwa cha habari, uokovu ni mchakato. Uokovu ni mchakato. Mathayo 24:13, Yesu anazungumzia swala la uokovu hapa. Haleluya.
Mathayo 24:13, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Sasa kama ni kuvumilia hadi mwisho ndiye atakayeokoka, maana yake kumbe ukiongozwa leo sala ya toba, ukibatizwa leo rafiki yangu, kazi haijaisha. Kuna mchakato. Kama kuna kuvumilia, maana yake nini? Katikati kuna shida, kuna majaribu ambayo unatakiwa yapitie. Maana yake usije ukaona umeokoka ukafikiri kazi imeisha. Usije ukajisahau ukaanguka. Kuna watu wanaamini akishaokoka basi anatakiwa kuishi maisha ya bata ya raha. By the way, matatizo lazima yaje. Sema kama umeokoka na umeamua kuishi maisha ya wokovu na unamtii Yesu ni Bwana kabisa na unaishi maisha ya imani, hata matatizo yakija uzito wake hautakuwa sawa na mtu mwingine. Kuna muda watu hata watakuhurumia, lakini wewe ndani yako bado kuna amani. Hicho ndicho ambacho kinatutofautisha sisi na watu ambao hawajaokoka. Sema amina kama unanielewa. Amen. Kuna neema Mungu anaiachilia ndani yako. Kwa sababu gani? Kuna Roho Mtakatifu ndani yako. So usije ukaokoka leo ukajua kazi imeisha. My friend, ukianguka ukaona ndani yako kabisa panapiga kelele kwamba hali hii unayopitia sio. Alafu mambo ya wokovu menyewe tu ndani yako yanashuhudia. Roho Mtakatifu ndani yako anashuhudia kwamba hapana, njia uliopo haiko sahihi. Unajua kabla hii neema mimi ni kuaga na kuna muda nakaa kabisa mwenyewe nasema hapana. Haya maisha natakiwa niache. Natakiwa nimfuate Yesu. Hapana. Mara nyingi sana nilikuwa nakaa. Maana yake kumbe ndani yangu nilikuwa najua kabisa kwamba huku niliko sio sahihi. Ndivyo ilivyo kwa kila mtu. Hata leo ukiulizwa unaenda mbinguni, ndani yako unajua kabisa naenda au siendi. Hata kwa sababu gani? Roho ndani yako inashuhudia. Maana yake lazima ujue wokovu ni mchakato. Kuna mtu akishaokoka tu anajua kazi imeisha, anarudi tena disco, ulevi, anavuta bangi, wanawake, anajua kazi imeisha mbinguni. My friend, nani alikusomea? Nani alikuambia hivyo? Kuna kitu kinaitwa uvumilivu. Atakayevumilia hadi mwisho. Kuvumilia nini? Dhambi ni tamu, kuvumilia kutoifanya. Uzinzi ndio usiufanye. Kutii kile ambacho Mungu ameagiza. Inahitaji uvumilivu kwa sababu una mwili. That's why lazima uue huo mwili. Na unauua vipi huo mwili? Kwa mifungo ya kutosha. Hauwezi ukautawala mwili my friend. Kama huwezi ukautawala mwili huwezi ukaokoka. Kama huwezi ukautawala mwili huwezi ukaishi maisha ya wokovu. Utaokoka utarudi tena nyuma. Utaokoka utarudi nyuma kwa sababu mwili utakuwa na kurudisha nyuma. Si tunaelewana mpaka hapo? Roho inataka hiki lakini mwili ni dhaifu. Roho ilazi, mwili ni dhaifu. Vita ya kwanza ambayo mtu anapigana nayo kabla hata hajamkemea shetani ni mwili wake mwenyewe. Amen. So lazima tuelewe kwamba wokovu ni mchakato. Na ukisoma Wakorintho wa kwanza 10:12 utaelewa. Kwa sababu ni mchakato lazima uwe makini. Adui anakutafuta kila sekunde my friend. Unaweza ukategewa tu kama mdada fulani hivi. Bye bye. Wakorintho wa kwanza 10:12. Kwa hiyo anayejidhania kuwa amesimama na angalia asianguke. Hapo unajua watoto wa Mungu tunapozungumzia dhambi watu wengi wanarahisisha. Lakini nataka nikwambie kuna dhambi ukija kuingia ndo kwa heri. Kabisa hautasimama tena. Mimi nakwambia. Hasa kama ulikuwa umesimama kiasi hiki. Sio rahisi. Yaani kuna somewhere adui akikukamata anasema hapa utoki. Anawekeza investment kubwa sana ya kuhakikisha haurudi. Si tunafanya hizi huduma watoto wa Mungu. Mtusikilize tu. Kwa sababu Mungu ametuteua. Kwa tunapokuambia tu tuamini kabisa. Usidekeze dhambi. Kuna dada mmoja siwezi kumtaja. Alianguka kwenye dhambi ya uzinzi.
Yeye akajua ni uzinzi tu. Hakujua kale kajamaa kama nikachawi. Sasa hivi kila muda anakaota tu yupo kwake huko ambako alikuwa anaenda kuanguka dhambini. Kaanza na kuota ndoto zingine za ajabu. Kuna maroho kameshampandikiza. Unajua kuna mtu anakuambia kitu inabidi umwambie ndio ni tatizo, lakini usimwambie maroho yote aliyoingia, kwa sababu ukishamwambia atapanic, imani itashuka. Na mimi kila nikitaka kumuombea sioni hata kibali cha kumuombea. Lazima muelewe watoto wa Mungu. Lazima muelewe. Usizalau kwa mrazini. Huyo ambaye umekuwa unazini naye kila siku. Uwezo ukajua ni lini atatumika na adui. You never know. Sema amen. Sema amen. So hii ni sehemu ya 3. Namshukuru Mungu kwa hii neema. Naomba tuishie hapa. Endelea kunisikiliza. Ni muhimu sana. Yaani hizi mada ambazo nakwambia zitakusaidia wewe unapofanyia huduma watu, na wewe mwenyewe kuanza kuchukua hatua. Kuna watu wanasema tu wamebatizwa, hawasomi neno la Mungu na wanajihesabu tayari ni waamini. Wanajiita waamini. Wewe sio muamini kama una neno la Mungu moyoni. Unachoamini nini wakati neno la Mungu ndio linakuletea imani? Umeamini kwa sababu gani? Huna neno la Mungu kwenye moyo wako. Usomagi neno la Mungu wala kutafakari. Alafu najiita muamini. Wewe ni muumini, sio muamini, muumini. Sasa Biblia haitambui watu wanaoitwa waumini. Inawaelewa watu wanaoitwa waamini. Kwa sababu nikwambie, ambacho kitakufanya uende mbinguni ni imani yako. Sasa hiyo imani umeitoa wapi kama usomi neno la Mungu, hauna Yesu? Kuna mtu anakuambia nina Yesu, Biblia na wiki 4 hajasoma. Yesu umeshamchakaza humo ndani. Sema amen. Naomba niendelee, okay? Naomba niendelee. Nadhani natakiwa naomba nimalize ili tuje tuende vizuri, okay? Andika kichwa cha habari kingine, wokovu na msalaba. Nimeamua unaona hivi vitu ninavyowafundisha, nimeamua kuviweka hivi. Ni vitu vingi sana, yaani ukiviandika anza kuvitafakari. Utagundua tumesoma vitu vingi sana. Kwa sababu nimegundua hili somo litakuwa refu sana na kuna watu wataishia njiani kwa sababu tunatofautiana. Andika kichwa cha habari, wokovu na msalaba. Lazima ujue wokovu uliletwa na Bwana Yesu kwa mateso ya msalaba. Andika. Wokovu uliletwa na Bwana Yesu kwa mateso ya msalaba. Wokovu uliletwa na Bwana Yesu kwa mateso ya msalaba. Wokovu ulikuwa na lengo la kutuokoa. Kuna tofauti ya kutuokoa na kutukomboa. Kuokoa ni wokovu, kukomboa ni ukombozi. Okay? So, Kristo alikuja duniani kutuokoa, kutukomboa pia. Ili aweze kuwa mfalme na Bwana, mkombozi na mwokozi wa maisha yetu. Na hauwezi ukatenganisha wokovu na msalaba. Kwa sababu njia ambayo ilitumika kuweza kutuokoa sisi ilikuwa ni njia ya mateso. Na tamaduni za kipindi hicho, watu ambao walionekana wamekufuru au wameenda kinyume na tamaduni walibebeshwa misalaba kama alama ya kwamba wamelaaniwa. Ile miti, okay? Kwa sababu maandiko yalikuwa yameandika tayari kwenye Torati, amelaaniwa mtu yule angikwae katika mti, okay? Na Yesu alitakiwa kufanyika laana ili sisi tuweze kuwa baraka. Sema amen. Sema amen. Sasa huwezi ukatenganisha hivi vitu viwili. Kuna mtu anaweza akawa anajiuliza kwa nini ateswe hadi kufa ili sisi tuweze kuokolewa. Andika tu, kwa nini ateswe Yesu hadi kufa ili sisi tuweze kuokolewa. Kuna watu wanajiuliza kulikuwa na ulazima gani wa Yesu kuteswa afe ili sisi tuokolewe. Namba 1, uhitaji wa damu safi. Na unaweza kujiuliza kwa nini awe Yesu? Kwa sababu
dhambi haikuwahi kusikika kwake. Maana yake damu yake ilikuwa na nguvu. Watu wengi washachafua damu zao. Ndio maana hata wachawi wanatafuta watoto wachanga. Wanatafuta mabikira ambao hawajajinajisi na uzinzi. Wakichukua damu zao wanapata nguvu. Wanatafuta wachungaji, tafuta maparoko ambao ni watakatifu. Akose maarifa somewhere tu, amnase, afu wachukue damu yake. Ile damu wakinywa wanapata nguvu kwenye ulimwengu wa roho. So ilihitajika damu safi sana ambayo inaweza kufidia watu wengine wote. Sasa kumbuka kipindi hicho ili kuweza, kwa sababu Yesu alikuja ili tusamehewe dhambi, si ndio? Mungu alitumia kila njia ya sisi kusamehewa dhambi, damu za wanyama, lakini ikashindikana. Kwa hiyo ikahitajika damu ambayo ina nguvu ya kusamehe ulimwengu mzima. Kwa hiyo ilihitajika sadaka, ndio maana Yesu alitolewa kama sadaka. Ndio maana anaitwa mwana kondoo. Alitolewa kama mwana kondoo, kama sadaka ya mwana kondoo, kama kafara ya mwana kondoo. Why? Haikuwa na mawa. Haikuwa na mawa. Kwa hiyo ilihitajika damu safi, cha kwanza kwa ajili ya msamaha wa dhambi, lakini cha pili kutununua msamaha wa dhambi kwa namna ipi? Waefeso 1:7. Waefeso 1:7. Katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi sawa sawa na wingi wa neema yake. So ilihitajika damu kuweza kupata msamaha, kupatanishwa na Baba yetu wa mbinguni. Namba 2, tulikuwa tumeuzwa. Alichokifanya baba yetu Adam pale bustanini ni kutuuza kwa shetani. Aliambiwa ukila lile tunda utakufa. Alivyokula akafikiri atakufa kwa mwili, lakini alikufa rohoni. Na moja ya matokeo ilikuwa ni nini? Mauti ilipata nguvu. Mauti ilivyopata nguvu, tukawa wote tumeuzwa chini ya mauti. So ilihitajika damu ya Yesu, ndio maana aliteswa. Ile damu isingetoka bila yeye kuteswa. Sema amen. Lakini pia alitakiwa kutolewa kama mwana kondoo. Maana yake ilikuwa ile sadaka ya mwana kondoo, walikuwaga wachinji damu, wanaua, lazima afe. Mmenielewa mpaka hapo? Ili atolewe kama sadaka. Hata hao wenzetu wanapotoa zile sadaka, wanafanya ibada zao za miungu, lazima waue wale ng'ombe. Ile damu ndo wanaipeleka somewhere. Yule ng'ombe anauliwa, kinachotafutwa ni nini? Ni damu. Lakini pia hilo ni agano la mauti. Haleluya. Naweza kusoma Waebrania vizuri, utaelewa mambo ya damu. Ukitaka kuelewa kuhusu damu, kasome Waebrania, kitabu hicho kakirudie. Kama unamtafuta Yesu, utaenda kufanya hicho ninachokuambia na utaona matokeo. Naomba tusome Petro wa kwanza 1:18 hadi 19. Alitununua vipi? Nanyi mafahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na wa, yani ya Kristo. Sema amen. So damu kwenye ulimwengu wa roho ni fedha. Yani damu kwenye ulimwengu wa roho ndio inanunua vitu. Yes, ndio maana utaona jamaa wanachinja ili wakufunge wewe. Maana yake wataangusha hata ng'ombe ili wakukamate wewe. Kuna dada mmoja nilikuwa namfanyia huduma, alinaswa na mizimu ya kwao. Aliuliwa mtu. Maana yake wahitaji kumnunua. Na waliangalia uzito wake wakajua huyu kwa ng'ombe haiwezekani, anahitajika mtu. Wakaua mtu ndugu yake ili wamkamate yeye, na ile sadaka akafaulu kunaswa. Lakini Yesu alimkomboa. Sema amen. Damu ya Yesu ilimkomboa. Sema amen. So lazima ujue cha kwanza, kwa nini ateswe hadi kufa huyu Bwana Yesu? Ilihitajika damu safi. Amen. Yes. Namba 2, ili kulipa fidia ya nafsi. Yes. Yaani hapa ilikuwa ni mabadilishano. Umeelewa? Alitakuwa kulipia fidia ya nini?
ya nafsi. Kwa sababu alipaswa kulipia fidia ya nafsi, maana yake alipaswa afe. Alipaswa afanyeje? Afe. Mathayo 20:28. Naomba tusome hiyo. Mathayo 20:28. Kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Yes. Maana yake ni nini? Kama anaitoa nafsi, maana yake ni nini? Nafsi maana yake ni kwamba alipaswa kulipa fidia kwa kufa msalabani. Namba tatu, ili kushinda kaburi na mauti. Na hapa ndio maana yake ilipaswa lazima afe ili afufuke, si ndio? Alafu ndo maana unaona ndani ya siku 3 anashukia wapi? Kuzimu. Haleluya. Why? Adui alikuwa na funguo zote za mauti, kaburi pamoja na kuzimu kwenyewe. Kwa nini Yesu alimnyang'anya hadi funguo za kuzimu? Kwa sababu kuzimu hakukua kwake, na yeye kapangishwa tu. Umenielewa? Yes, ni Mungu alipajenga kule. Umenielewa mpaka hapo, mtoto wa Mungu? Kwa hiyo shetani cha ajabu hata funguo za kuzimu hana. Kwa nini unaruhusu akutese? Mpangaji hana makao yoyote. Sisi ndo tuna hizo funguo, tumepewa na Yesu hadi leo. Naomba tusome Ufunuo 1:18. Haleluya. Na aliye hai nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele, nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. So alipaswa ateswe hadi kufa ili afufuke. Na katika kufufuka, zile funguo za kuzimu na mauti aweze kuturejeshea sisi. Naomba unoti kitu hapa. Huwezi kupokea wokovu bila kumwamini Yesu. Na Roho Mtakatifu ndiye ambaye anahakikisha imani zetu kila siku zinazidi kuwa na nini? Kukua. Kwa sababu zinakuwa kupitia neno la Mungu, lakini kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Andika tena, acha nafasi, andika kichwa herufi kubwa, andika wokovu ni urejesho. Na hapa lazima tuelewane. Moja ya kitu ambacho kilifanyika kwenye wokovu ilikuwa ni urejesho. Yaani yale mateso ya msalabani, kufa na kufufuka, lengo kubwa lilikuwa ni kurejeshwa kwenye nafasi zetu. Kwa sababu Adam na Eva walichofanya, walitutoa kwenye nafasi zetu. Mungu alikuwa na utaratibu wa kuwatembelea kila siku jioni. Lakini unaweza ukarudi nyuma kwenye Agano la Kale, hapo Mungu hakuwa anafanya hivyo vitu. Hata huyu Roho Mtakatifu tuliopewa, tumepewa kwenye Agano Jipya baada ya wokovu, baada ya Yesu kuteswa na kufufuka, baada ya kazi ya msalaba. Manake moja ya kitu ambacho Yesu alirudisha ni ukaribu. Ndio maana sasa hivi unaweza ukasema na Roho Mtakatifu ukiwa nyumbani kwako, ukiwa madukani, ukiwa wapi, ukiwa popote. Uhitaji kwenda kwa nabii. Sema amen. Zamani ilikuwa ni lazima, my friend, uwe na nabii wako. Ni watu wachache tu walichaguliwa, na nabii mwenyewe anasubiri mpaka Roho aje juu yake. Alikuwa kai ndani. Sasa hivi wewe yuko ndani masaa yote, dakika zote. So wokovu ulileta kitu kinaitwa urejesho. Sawa? Baada ya anguko la kwanza, tulipoteza vyote. Tukawa chini ya mauti, tukawa chini ya kuzimu. Ndio maana waliokuwa wanakufa wote kwenye Agano la Kale walikuwa wanaenda kuzimu. Sehemu inaitwa kifungoni. Na Yesu aliposhuka kuzimu, moja ya watu ambao aliwafungua ni hao baada ya kuwahubiria. Walihubiriwa, maana kama wasingeelewa wangeachwa. So Yesu ndio maana anaitwa Adamu wa pili. Maana yake alikuja kujaribiwa kama Adamu wa kwanza. Ndio maana unaona kwenye Mathayo 4:1 na kuendelea, anapitia majaribu kama ya Adamu. Badili hayo mawe yawe mkate, kwa sababu hata Adamu alishindwa kwenye msosi, kwenye chakula. Ndio maana upaswi kupenda chakula
Esau alikosa mbaraka wake kwa sababu ya chakula. Alipewa chakula akauza haki yake ya kwanza. Upaswi kupenda chakula rafiki yangu, ni hatari. Ndio maana hata wachawi wanatumia chakula hicho hicho kwenye ndoto. Kilichotokea, Yesu alikuja kuturejeshea, na moja ya alama ya kwamba aliturejeshea ni Mathayo 20:28, ni Ufunuo 1:18 ambapo tunaona zile funguo za mauti na kuzimu. Lakini pia Yesu anakuja kusema nimewapa mamlaka, si ndio? Na nguvu. Maana yake alichukua vyote vilivyokuwa vya kwetu akaturejeshea. Ndio maana maandiko pia yakatupa cheo. Ukisoma ile Petro wa kwanza 2:9. Petro wa kwanza 2:9 ni moja andiko zuri sana. Basi ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Tulifanywa nini? Wateule, makuhani, ufalme. Haleluya. Tulirejeshewa ile nafasi ya mwanzoni. Ndio maana ukisoma kwenye Torati huko nyuma utaona Musa ni kama anatamani, anatoa kama unabii wa kwamba tutaitwa taifa nini? Teule. No way out, tusingekuwa taifa teule wala makuhani wala wafalme kama Yesu asingekufa kwa ajili yetu. Sema amen. So unaweza kuona sasa hivi ule ukaribu wa mwanzoni umerejeshwa, kwa sababu sasa hivi unaweza kuongea na Mungu muda wote. Na sisi tumefanywa kuwa mahekalu takatifu. Kwa sababu ipi? Ya kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu ya kitu kinaitwa wokovu. Sasa ili uweze kunufaika na kile ambacho kilifanyika msalabani, lazima ukubali wokovu.